Karibu katika makala ya M24. Unafahamu nini kuhusu hifadhi ya maisha ya Bisagos? Vuta kiti kwanza, kaa nikupe story. Kuna maeneo machache sana duniani ambayo yanaweza kuhifadhi asili yake kwa kiwango kikubwa kama visiwa vya Bisagos vinavyopatikana nchini Guinea Bissau, Afrika Magharibi. Wengi hawajawahi kusikia kuhusu visiwa hivi, lakini ni sehemu yenye historia, utamaduni, mazingira ya kipekee, kiasi kwamba shirika la Umoja wa Mataifa elimu, sayansi na utamaduni UNESCO lilivitangaza kama hifadhi ya maisha ya ulimwengu, Biosphere Reserve, mwaka 1996. Visiwa vya Bisagos ni zaidi ya visiwa 80 vinavyozungukwa na maji ya bahari ya Atlantiki, vikiwa na mandhari ya kuvutia ya misitu ya mikoko, fukwe zenye mchanga mweupe na bahari safi yenye viumbe vya aina adimu. Kila kisiwa kina hadithi yake, mila yake na maisha yake ya kipekee ambayo yamekuwa sehemu ya utambulisho wa taifa dogo la Guinea Bissau. Moja ya mambo yasiyojulikana na wengi kuhusu visiwa vya Bisagos ni kwamba moja ya jamii chache barani Afrika zinazoongozwa na wanawake. Katika jamii ya Bediogo, wanawake wana mamlaka makubwa kijamii na kiuchumi. Wao huamua nani ataolewa, huchagua viongozi wa kijamii na mara nyingi ndio wanaoshikilia mila na ardhi. Mfumo huu wa kijamii wa matriarch unaheshimika sana na unaendelea kwa mamia miaka bila kuvurugwa na ulimwengu wa kisasa. Kwa mfano, katika kisiwa cha Orango, wanawake ndio wanaochagua wachumba wao na wanaume hulazimika kusubiri hadi wachaguliwe kabla ya ndoa. Hali hii ni kinyume kabisa na tamaduni za maeneo mengine ya Afrika na inafanya Bisagos kuwa kielelezo cha usawa kijinsia wa asili ulioimarika kwa vitendo na si kwa maneno. Bisagos si tu kivutio cha kiutamaduni, bali pia ni hazina ya viumbe hai. Kisiwa hiki ni makazi ya hipo wanaoishi kwenye maji chumvi, jambo ambalo halipatikani sehemu nyingine duniani. Pia kuna kasa wa baharini wanaokuja kutaga mayai kwenye fukwe za visiwa hivi kila mwaka, na mamia ya ndege wanaohama kutoka Ulaya na Amerika ya Kusini kuja kupumzika hapa wakati wa baridi. Kwa sababu hiyo, eneo hili limepewa hifadhi ya Biosphere Reserve na UNESCO, hatua inayolenga kulinda mazingira haya, hadhi na uharibifu wa binadamu. Wataalamu wa mazingira wanasema kuwa visiwa vya Bisagos ni maabara hai ya mazingira ya asili, kwani hadi leo kuna maeneo ambayo hayajaguswa kabisa na mikono ya mwanadamu. Jamii ya Bisagos inaamini sana katika nguvu za kiroho na uhusiano wa karibu kati ya binadamu na wanyama na asili. Kwa misitu ni mahali patakatifu na kila mti na mto una roho na nguvu ya kipekee. Vijana wanapokomaa hupitia sherehe za mpito, initiation ceremony, ambazo hufanyika ndani ya msitu wa siri. Wakati wa sherehe hizo wanajifunza nidhamu, heshima, siri za asili na falsafa ya maisha ya kijamii. Mila nyingi za jamii hii haziruhusiwi kurekodiwa wala kupigwa picha, jambo linalofanya Bisagos kubaki kuwa eneo lenye mvuto wa kipekee na siri nyingi. Hata hivyo, wageni wanaheshimu tamaduni hizi wanakaribishwa kushuhudia baadhi ya sherehe za kiutamaduni, nyimbo, ngoma na mavazi ya kijadi yanayowakilisha urithi wa watu wa Bediogo. Kwa upande wa utulivu na uzuri wa asili, Bisagos ni mahali pekee tofauti na visiwa kama Maldives, Mauritius au hata visiwa vya Zanzibar. Bisagos bado wamehifadhi asili yake ya kiasili bila kelele za kitalii ama majengo ya kifahari. Hakuna magari mengi, hakuna barabara za lami. Usafiri hufanywa kwa mashua ndogo, mitumbwi na kwa miguu. Watu wa huku wanaishi maisha ya kawaida sana, wakitegemea uvuvi, kilimo cha jadi na ufugaji mdogo wa kienyeji. Kwa watalii wanaotafuta utalii wa mazingira, ecotourism, Bisagos ni mahali pazuri pa kujifunza jinsi binadamu wanavyoweza kuishi na urafiki wa mazingira bila kuyaharibu. Wengine hufika tu kwa ajili ya kupumzika,
kutizama ndege, kupiga picha na mandhari ya kujionea maisha ya asili yaliyo mbali na kelele za teknolojia. Licha ya utajiri wa asili na utamaduni wa Bisagos, inakabiliwa na changamoto kadhaa. Huduma za afya ni chache, miundombinu ya mawasiliano ni hafifu, na vijana wengi wanaondoka kwenda miji mikubwa kutafuta maisha bora. Pia uvuvi haramu, mabadiliko ya tabia ya nchi vinaanza kuathiri maisha ya baharini na upatikanaji wa chakula. Serikali ya Guinea Bissau kushirikiana na mashirika ya kimataifa imeendelea kuweka mikakati ya kulinda visiwa hivi kupitia miradi ya utalii endelevu, elimu ya mazingira na uwezeshaji wa jamii na wenyeji. Kufika Bisagos si rahisi, na pengine hilo ndilo linalofanya ibaki kuwa pekee. Wageni wengi usafiri kwa ndege hadi Bissau, mji mkuu wa Guinea, kisha kupanda meli au boti ndogo kuelekea visiwa vikuu vya Babakio Orango au Boloma. Kisiwa cha Bisagos ni zaidi ya kivutio cha watalii, ni urithi wa binadamu na asili. Ni kielelezo cha jinsi jamii inavyoweza kuishi kwa amani na mazingira, kuheshimu mila bila kuacha maendeleo, na kulinda urithi wa dunia kwa vizazi vijavyo. Kwa mtu yeyote anayependa kugundua Afrika halisi, bali na kelele za mijini, Bisagos ni safari pekee, mahali ambapo muda unasimama, utulivu unatawala na roho inapumzika. Asante kwa kuendelea kuifuatilia makala ya M24. Mimi ni Athman Daud Athman.